jinsi ya kuwa na imani wakati unaomba. Unaweza kuwa na imani wakati wa mambo mengine, lakini jinsi ya kuwa na imani wakati unaomba. Sikia, Biblia inatufundisha katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 11, Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanasafiri kutoka Bethania kuelekea Jerusalem. Biblia inatuambia kwamba walipokuwa njiani, aliona mti wa mtini, akausogelea. Aliposogelea Yesu ule mti wa mtini, pamoja kwa Biblia inatuambia kwamba hayakuwa majira ya ule mtini kuwa na matunda, lakini Yesu alifika pale akiwa anatarajia aone kuna matunda ili aweze kula. Hakukuta matunda. Biblia inasema kwamba aliulaani ule mti, kwamba kuanzia leo hakuna mwanadamu atakula tunda kutoka kwenye mti huu. Wakaendelea na safari yao, wakafanya aliyoyafanya Jerusalem. Wakati wanarejea, Biblia inatuambia kwamba mwanafunzi mmoja ambaye ni Petro ghafla akauona kwamba ule mtini uliokuwa umelaaniwa walipokuwa wakipita kuelekea Jerusalem ulikuwa umeanza kukauka tokea chini kuelekea juu. Ndipo akamwambia, mwalimu, Rabi, tazama ule mti ulioulaani umefanya nini? Umenyauka. Biblia inasema kwamba Yesu akaanza kuambia, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka na ukajitupe baharini au ukajitumbukize baharini, na asiwe na shaka rohoni kwake kwa haya ambayo anayaongea. Yapi haya ya kuambia mlima ng'oka ukajitupe baharini? Anasema Mungu atasababisha au Mungu atatenda au kile anachokiongea kitafanyika kama alivyotamka. Kwa utaona kwa mara ya kwanza maombi ni kutamka. Anasema yoyote atakayeuambia. Maombi ni kutamka. Maombi sio kunong'ona. Maombi sio kitu cha kuomba kimya kimya kama ambapo watu wa madhehebu mengine wanafanya. Maombi ni lazima utamke. Maombi lazima sauti sikike. Ndio maana nasema yoyote atakayeuambia, sio yoyote atakayenong'ona au yoyote atakayesema moyoni. Sijui unanielewa? Kwa hiyo basi hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, Biblia inasema kwamba akaendelea mstari ule wa 24, kwa sababu hii niliyokuongea wewe, niliyokuambia kuhusiana na mlima ni ya mstari wa ni sura ya 11 mstari wa 23. Mstari wa 24 anasema msalipo. Ngoja naomba nikusomee. Anasema kwamba kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea yatakuwa yenu. Mnayapokea, sio mtayapokea. Mnayapokea. Wale waliosoma Kiingereza au waliosoma communication skill, maana yake hii ni present participle. Maana yake ni wakati huu tunaomba, tuamini kwamba hiki tunachokiomba tunakipokea. Kwa hiyo basi Yesu anatuambia kwamba wakati tunaomba lazima tuwe current. Wakati tunaomba lazima tuwe real time. Wakati tunaomba lazima tuwe katika usasa. Yani wakati naomba lazima niamini kwamba hiki ninachokiomba wakati ninaomba ninakipokea. Wakati naendelea kuomba ninaendelea kukipokea. Kwa ndo namna ambayo Yesu anatufundisha namna ya kuomba. Ni namna ambayo Yesu anatufundisha tuweke imani yetu kwa namna hiyo ili tuweze kupokea majibu yetu kwa haraka. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe maombi sio swala la kuomba na kusema amen kisha tunasubiri majibu. Sawa, hili pia ni sahihi, lakini namna ya kuomba ni kuomba kwa namna ambayo tunaomba kana kwamba wakati tunaomba tunapokea majibu ya maombi yetu. Wakati tunaomba tuamini kwamba hiki tunachokiomba tunakipokea, sio tunakipokea, sio tunakipokea. Kwa natamani sana mwana wa Mungu ubadilishe namna ya uombaji wako, ubadilishe mtazamo wako wakati unaomba. Usiwe tena mtu wa kuomba
then useme amen, alafu tuendelee kwamba labda kitakuja baada ya siku 3, labda baada ya wiki 2, labda maombi ni tunaomba kwa namna ambayo tu wakati tunaomba tunaamini kwamba hiki tunachokiomba tayari tunakipokea. Nilikwenda kwenye interview moja ya TV. Kati ya maswali ambayo tulikuwa tukiojiana, niliojiwa swali hivi. Swali lilikuwa kwamba kwa nini manabii, lakini niliweke namna hii: kwa nini watumishi wa Mungu nyinyi mnapoomba mnapokea majibu haraka, au mnapotuombea tunapokea majibu haraka kuliko sisi tukiomba wenyewe? Nikaambia kwa sababu hujui kuomba. Inawezekana ilionekana kama nimemofendi yule mtu, lakini Yakobo anatosema kwamba tunaomba vibaya, tunaomba vibaya. Kwa hiyo maombi ni sanaa ambayo inafundishika. Kwa hiyo kama tunaweza kuomba vibaya, basi maana yake kuna kuomba vizuri. Kwa hiyo maana yake tunaweza kumfundisha mtu kuomba. Kwa kama maombi ni sanaa, basi maombi yanafundishika. Na kama maombi yanafundishika, ndugu, hata wewe unaweza kujifunza namna ya kuomba. Kwa kuanzia leo natamani sana omba kwa namna ya Marko 11:24, kwa maana ya kwamba unaposali au unapoomba una uwezo wa kuomba chochote, unaweza kuomba. Lakini chochote hicho unachokiomba, maana yake ni kwamba omba kwa namna ambayo kwamba wakati unaomba amini kwamba hiki unachokiomba unakipokea. Kwa sekunde hizi chache zilizobakia, ninaomba nikuombee. Popote pale ulipo unapotazama video hii, ninaomba nikuombee kwamba kuanzia leo, mfalme wa falme, ukabadilishe namna yake ya kuomba. Lakini kwa namna ya pekee kabisa, chochote alichowahi kukiomba kwenye maisha yake, kuanzia leo ukapate kumjibu katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, changamoto yoyote anayopitia, mfalme wa falme, Mungu wa miungu, Mungu unayetamalaki mbinguni na duniani, ukamjibu leo katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, baraka anayoitarajia akabarikiwe leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa namna ya tofauti kabisa. Leo kampendelea, leo katembee naye na kumpitisha mahali popote pale ambapo anaonekana ni pagumu, mahali popote panapoonekana pana machungu, ukamvushe katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, kama ni ugonjwa ukanyamaze leo katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, ukanyamaze sasa kuanzia leo katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa chochote ambacho kimesimama kama kifungo kwenye maisha yako, kikaachilie maisha yako katika jina la Yesu Kristo, kikaachilie katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, kila kamba ikakatike, kila mnyororo ukakatike, kila mkatale ukakatike, kila kifungo kikaondoke kwenye maisha yako katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, kuanzia leo kapokee muujiza, kuanzia leo kapokee majibu yako, kuanzia leo Mungu akakupe ushuhuda katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, ushuhuda ukaambatane na maisha yako, ushuhuda ukaambatane na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Shalom, tuonane kwenye video ijayo.